Ahlan wa sahlan, karibu kwenye ulimwengu wa michezo kupitia BNTV. Upo nami mtangazaji wako Fasma Juma. Leo nipo na Salum Nolela, mchambuzi kindakindaki kutoka Tanzania bara. Salum, habari yako? Salama Feti. Mzima, mbona kama umepoa? Mna lazima tupoe. Unajua tena hii wiki ilikuwa kidogo ina misukosuko. Kwa hiyo lazima kidogo tupoe, alafu tukishazoea tutarudi kwenye hali ya kawaida. Tuanzie group ya makundi CAF Champions League ambapo Tanzania tunakilishwa na Young Africans pamoja na Simba Sports Club, ambapo Young Africans yupo group B. Tuanzie na group B ambayo yupo Young Africans, Al Ahly, FAR Rabat pamoja na JS Kabylie. Katika kundi hili watu wengi wamempa asilimia chache Young Africans kufuzu hatua ya robo finali. Ni nini wamekiona katika kundi hili kupelekea kwamba watu kusema Young Africans yupo katika kundi gumu, wengine kupelekea mbele kwamba ni kundi la kifo? Nafikiri ni mtazamo wa kila mtu, lakini mimi binafsi nakiri kweli ni group gumu, kundi gumu, kutokana na timu zote ambazo zipo kwenye hilo kundi. Ni timu nzuri, timu ambazo zina uwezo wa kuqualify. Tukimwangalia JS Kabylie kutoka Algeria wana timu nzuri, FAR Rabat pia wana timu nzuri. Watu bado wanakumbukumbu walivyocheza na Simba, unakumbuka hapa nyumbani matokeo ambavyo yalikuwa. Watu Ahly pia wanajua quality yao pamoja na Young Africa. Lakini mimi binafsi ugumu wote walikuwa nao, mimi bado Young Africa nampa nafasi ya kuweza kufanya vizuri, kuweza kuqualify, kwa sababu ukiangalia kwa sasa Young Africa ukimfananisha na FAR Rabat pamoja na Kabylie, Young Africa kwenye makaratasi anaonekana yupo juu, kwa sababu hata ukiangalia the way ambavyo wamepanga kwenye hizo poti, Young Africa ameingia kama poti 2. Umeelewa? Kabylie pamoja na FAR Rabat, FAR ameingia poti 3, Kabylie ameingia poti 4. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye upangaji unaona kabisa Ahly anaanza, wa pili Young Africa. Kwa hiyo kwenye makaratasi Young Africa anakuwa yupo juu zaidi ya Kabylie, zaidi ya FAR Rabat, kasoro Ahly. Sasa Ahly ndio mtu ambaye katika mahesabu yako Young Africa anatakiwa apige kwamba Ahly ndio waondoke naye, kwa sababu mimi naamini Young Africa uwezo wa kupata hata alama moja kwa FAR Rabat away au Kabylie away wanao. Kwa hiyo wachange karata zao tu vizuri kwenye michezo ambayo watacheza nyumbani. Nyumbani ukipata alama 9, ukipata ushindi away mmoja, hata sare tu inaweza kukupa nafasi ya wewe kusonga mbele. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba nakiri wazi kwamba group gumu, lakini Young Africa ana nafasi hiyo ya kuweza kusonga mbele kutokana na quality alikuwa nayo, pia na nafasi pia ambayo, kwa sababu ukizungumza zile timu ambazo kwenye group hili zile top 2 ni Yanga pamoja na Ahly, alafu ndo anafuata FAR Rabat na Kabylie. Kwa hiyo hizi poti hazipangwi tu ovyo ovyo, watu wanaangalia kwa wakati huo pointi timu ile kwa nao na nafasi ile kwa nao. Ndo mimi at least kwamba ingekuwa Yanga kaingia kama poti 3 au poti 4 ningekuwa nayo mashaka sana, kwa sababu nilikuwa naamini ili aweze kusonga mbele lazima aviangushe vile vigogo vya juu. Kwa position walikuwa nayo, nitakuwa mimi wa mwisho kuamini kwamba Young Africa anaweza stoboe kwenye ile group. Mimi naamini Yanga ana uwezo wa kupita. Watu bado wanafikra na Yanga ile ya mechi za nyuma, kwa sababu hapa kuna muda timu hizi zimepumzika, amekuja pia mwalimu mpya. Young Africa wana wachezaji wazuri, wana timu nzuri. Ilikuwa tu shida katika eneo tu la kiufundi la mwalimu. Kwa hiyo mwalimu mpya kama atakuja na mbinu nzuri, ataweza falsafa yake itaweza kukliki kwa haraka sana, anaweza akafanya kitu. Kwa mimi kwangu sioni kana kweli ni group gumu, lakini nitakuwa mwisho kwa wale wanaamini kwamba Yanga anaweza asipite kwenye group hili, kwa sababu tu unajua sisi wa Tanzania tuna kasumba. Ukishaona tu kuna Waarabu tu wawili tu kwenye ile group au watatu hivi unaanza Simba Waarabu ilikuwa ni mambo ya zamani. Sasa hivi msimu ambaye amecheza finali shirikisho juzi tu hapa, japokuwa kuna utofauti wa Simba na Yanga, lakini aliweza kuongoza group akaenda kucheza mpaka akaenda kucheza finali. Kwa kuna Waarabu wawili kwenye group lake akina Sfaxien yao, lakini aliweza kufanya vizuri. Ilikuwa miaka hiyo ya nyuma ndo tulikuwa tunaweza tukaanza kuhofia hizi timu kwamba kuna timu hii, kuna timu hii, kuna timu hii.
Hii issue ya kina Farabati ya kina Kabil ndo ule msimu ambao pia walicheza pia finali na wanacheza na nyumbani hapa na Belouizdad. Unakumbuka kule walipigwa 3 kuja kucheza na Belouizdad, kila mtu akumpa Yanga nafasi, lakini Yanga akaja akamchukua 4 hapa, Belouizdad anabaki, Yanga anaenda hatua inayofuata. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ilikuwa hivi tu Yanga, lakini mwisho wa siku ilikuwa kama ilivyokuwa. Kwa hiyo mimi binafsi naamini Yanga wanao nafasi ya kufanya vizuri. Yanga Afrika mimi nawaona hatua inayofuata, na waona robo finali kwangu mimi. Jambo jingine ambapo afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe alitujuza ni kwamba wamechagua uwanja New Amaan Complex kama ni uwanja wao nyumbani katika mechi hizi za group stage, kitu ambacho watu wametafsiria kwamba Young Africans wamemkimbia mtani wake, yani wamemkimbia Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kumwacha mwenyewe Dar es Salaam. Mimi ninaweza nikawa na mawazo tofauti kidogo, yani isiwe kama watu wengi ambao mimi nafikiri haya mawazo yametoka kwenye management. Watu wamekaa wakafikiria wakaona watoke na wazo hili. Kwa hiyo mimi kwangu nilivyokaa nikafikiri nikawaelewa Yanga walikuwa wana maana ipi, kwa sababu unakumbuka Young Africa mechi zao za mwisho zilikuwa washabiki kama wahudhurii sana viwanjani. Hadi unakumbuka mechi ya mwisho hapa kaweka bure. Sasa hizi ni mechi ambazo Yanga wanahitaji mapato, wanahitaji pia na washabiki viwanjani. Ukija ukitoa hilo, ukitokea na mambo ambayo yametokea hapa nchini kwetu siku 2-3 hizi, nafikiri kuna msukumo fulani unaweza ukapungua pia kwa watu kuhudhuria viwanjani. Kwa hiyo nafikiri Yanga wao wameangalia vitu vingi sana kuelekea kwenye huo uamuzi wao kuhamisha kiwanja. Kwa hiyo nafikiri Yanga wamefanya hii kwa maslahi ya timu yao, na wameangalia mbali zaidi kwamba wapi tukipeleka mechi Zanzibar watahudhuria watu wengi. Unajua kule watu timu wanamnayo, unajua sio mechi nyingi za Young Africa za kimataifa ambazo zinachezwaga Amani Zanzibar. Kwa hiyo wameona tukipeleka mechi Zanzibar tutaweza kupata washabiki wengi na tutapata mapato pia. Kwa hiyo na ni mechi ambazo Young Africa wanauhitaji sana washabiki sana. Kwa hiyo wamefanya tathmini, wamegundua pengine washabiki wa Dar es Salaam wameshaizoea timu yao inafanya vizuri sana, shazizoea hizi mechi. Kwa hiyo hata ile hamu ya mechi imeshaanza kupungua kwa baadhi ya washabiki. Kwa hiyo kidogo waipeleke kwa Zanzibar ambapo watu wana hamu na timu, hawajaiona Young Africa muda mrefu wakicheza mechi za kimataifa. Kwa hiyo wamewapelekea hizi mechi 3 ili waweze kwenda na wao kuiona. Nafikiri wakicheza hizi mechi wakija Yanga pia kurudi nyumbani kuja kucheza mechi zingine hapa za kimataifa, na washabiki wa huku tayari sasa itakuwa wana hamu na timu yao, wataanza pia kuja viwanja. Unajua kitu ukiwa umekifanya sana unakizoea. Kwa hiyo washabiki wa Dar es Salaam wameshaizoea timu yao, kwa hiyo kidogo waipeleke kule ili waimisi kidogo. Kwa hiyo mimi binafsi na washukuru na wapongeza kwa hiki walichokifanya. Mimi kwangu nafikiri wameangalia mbali kwa kulenga maslahi ya timu na biashara kwa ujumla. Clement Mzize atakuwa nje takriban ya wiki 8 mpaka wiki 10, ambapo huyu ni mchezaji ambaye tegemezi katika klabu ya Young Africans. Kukosekana kwa Mzize katika mechi ambazo zipo hivi karibuni, ukiangalia kuna Simba na Yanga, itaathiri nini katika kikosi cha Young Africans? Athari ya Mzize ipo Young Africa, hiyo ipo wazi kabisa, na imeonekana mapema tangu msimu huu umeanza kwa mechi ambazo anakosekana. Na athari ya kukosekana kwa Mzize Young Africa huwezi ukaikwepa kutokana na hao washambuliaji wanaocheza. Yani Prince Dube performance yake pamoja na Andy Boyeli ndio inayofanya watu wa miss Dube na kuamini kwamba hiyo itakuwa kweli ni tatizo, ni pengo. Hatuwezi tukakataa hata kidogo. Sema tu kitu ambacho kitakacho wafaidisha Young Africa. Unajua baada ya kucheza hii michezo kadhaa hapa mwezi wa 12 kutakuwa kuna break ya AFCON. Kwa hiyo kutakuwa kama kuna mwezi pale mzima kurudi tena, ligi zinaweza zikarudi mwezi wa kwanza, unaelewa. Kwa hiyo hiki kipindi ambacho yeye atakuwa anauguza majeraha kwa muda mrefu, utakuwa kuna break hapa ya vilabu aidha kwenye ligi na kombe hili la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni advantage kwao kwa Young Africa. Ni wametaimu muda mzuri, timing yao ya kumfanyia upasuaji
imekuja wakati mzuri, ila ingekuwa na international hii break ya mechi za kimataifa hapa za kufuzu World Cup na za kirafiki, ingeweza kuwa na athari sana, kwa sababu hata ukiangalia kwa haraka haraka hata mechi za ligi anaweza kakosa kwenye 3 mpaka 4 hivi, unaelewa, kwa sababu ya hii break inayopatikana. Kwa hiyo mimi kwangu pengo lipo kutokana na quality alikuwa nayo Clement Mzize, ubora wake na washambuliaji wale kuwepo sasa hivi. Young Africa Boyeli na Dube wameonekana viatu vya Mzize wameshindwa kuvivaa, viatu vya Mayele wameshindwa kuvivaa. Badala yake bado hajampata. Bado hajampata mpaka sasa hivi. Young Africans atavana na KMC. Uwanja KMC kesho, Young Africans akiwa ni mwenyeji. Utakuwa ni mchezo wa namna gani ambapo KMC wamepoteza baadhi ya mechi, kuna namna wameanza ligi kama wameyumba. Itakuwa ni mchezo wa namna gani ili mradi pia KMC waweze kurejea katika ubora wao? Kwanza hiyo iko wazi, kili wazi kabisa kwamba katika moja ya misimu ambayo KMC kwangu mimi hawapo bora ni msimu huu pia. Mimi nikiambiwa nitaje timu ambazo naona ni timu dhaifu, yani msitome kushuka daraja, naona ni nyepesi, zipo strong. KMC pia wapo, nimewafuatilia mechi zao, wana udhaifu sana kwenye eneo la kufunga, wana udhaifu kwenye eneo la kiungo kutengeneza nafasi. Timu yao ni ngumu mno kutengeneza nafasi, timu yao ni ngumu mno kuscore. Mechi za awali walikuwa wanaonekana pia kwenye defense, lakini mechi za hivi karibuni defense line pia imeonekana nayo ina tatizo. Mimi nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba KMC wanaweza wakawasimamisha Young Africa mechi ya Jumapili hapo. Kwa mimi naamini kabisa ni mechi ambayo Young Africa wana nafasi kubwa sana ya kwenda kupata matokeo. Japo mpira unadunda, mpira una mwenyewe tu heshimu, lakini mimi kwa sababu mpira lazima mmoja atashinda utakuwa draw. Kwa hiyo nikiulizwa mimi nataka mwana nafasi unampa nani, nampa Young Africa kutokana na madhaifu pia walikuwa nayo KMC. Yani Yanga watakuwa wana madhaifu yao, lakini KMC wana madhaifu zaidi, kwa sababu madhaifu ya Young Africa utasema tu kocha mgeni, bado hawajapata muunganiko na nini, lakini bado quality ya wachezaji walikuwa nayo itabaki pale pale. Kuna zipo game ambazo hauhitaji, unaweza ukakosa muunganiko wa mwalimu, lakini ubora wa mchezaji binafsi mmoja ukakupa matokeo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho pia nakiona kwa kuelekea mechi ya Jumapili. Yani madhaifu ya KMC, hata kama Yanga bado hawajapata muunganiko, quality ya wachezaji wao mmoja inaweza ikaamua mechi. Na madhaifu walikuwa nao KMC kwenye ulinzi, kwenye midfield, kwenye striking, hiko ndo kitu ambacho mimi kinanipa nguvu ya kusema kwamba naona kabisa Young Africa wanaenda kupata matokeo. Kama hii mechi Yanga wangekuwa wanacheza let's say timu kama Pamba, sijui Tabora, Mbeya hivyo City kina Prison hawa, ningeweza kusema mechi ngumu, kwa sababu Yanga bado hawajaanza kuunga vizuri. Kwa hiyo kwa sababu wanacheza na timu ambayo mimi naamini katika watanisamehe tu KMC, naamini katika timu ambayo ni dhaifu kwangu kwenye msimu huu mpaka sasa nilizoziona hivi KMC wapo. Kwa sioni kama wakitoboa zidi ya Young Africa, hilo silioni. Ni kitu kingine ni kwamba kesho kocha Pedro Gonçalves aingie na mbinu gani katika mchezo huu zile KMC ili waweze kuondoka na alama 3? Mimi nafikiri yeye kama mwalimu aweke tu mipango yake ya kupata ushindi, kwa sababu mara nyingi kocha wa timu kubwa akienda kucheza na timu aina ya KMC huwa afikiri nikaizuie vipi KMC. Yani niende pale KMC, yani niende kwanza nikaweke basi mastekala alafu ndo baada hapo ni mshambulia kuno. Yeye anatakiwa uweke mikakati jinsi gani nitaenda kuwafunga KMC. Kwa hiyo yeye anatakiwa wasome KMC, ajue wana udhaifu wapi na wana ubora wapi. Alafu sasa yeye plani yake sasa kwenye yale madhaifu ya KMC ajue jinsi gani ya kuyafanyia kazi, na ubora ajue jinsi gani ya kufanyia kazi. Lakini kwangu mimi naamini kocha mwenye kazi kubwa ya kufanya ni Masio Maximo.
jinsi gani ataweza kuwazuia Young Africa. Mimi naamini, na ndio maana kutaga makocha wengi wa timu kubwa wakicheza na timu za kawaida wanaweza tu akasema siwafahamu vizuri, lakini nitaweka tu mpango wangu vizuri wa kupata ushindi, niweze kupata matokeo. Sasa mwalimu Young Africa nimemuona kwenye mechi iliyopita, ni mwalimu ambaye anapenda kucheza mpira wa kushambulia sana, wa kupress high. Kuna utofauti kidogo na mwalimu Folz. Kwa hiyo press tu vile vile, ashambulie kwa kasi, aongeze namba kubwa juu kwenye ushambuliaji. Kwa KMC nilivyoona atapata magoli mengi tu. Yaani kama KMC watakuja vile vile kama mimi ninavyofahamu madhaifu yao, Young Africa ni mechi ambayo wanaweza kupata kuanzia magoli 3 na kuendelea. Tumalize na hili group D ambapo yupo Simba Sports Club, yupo Atletico de Luanda hii kutoka Angola, pamoja na Esperance de Tunis na Stade Malien. Ambapo katika kundi hili wengi wamesema kwamba Simba ana 95% za kufuzu. Umelionaje kundi la Simba kuelekea CAF Champions League group stage? Sio group gumu sana, lakini pia sio group dhaifu. Esperance, Stade Malien, Petro, ndio. Hizi timu zote sio timu ambazo wageni kwenye michuano hii. Ni timu ambazo kama Simba akiingia kwa dharau hiyo, kama tunavyozungumza hapa, kila mtu group jepesi, na yeye Simba akaingia na mentality hiyo, tunaenda kucheza na timu ambazo nyepesi, zitamtokea puani. Umeona hata the way ambavyo wameingia hiyo group stage yenyewe, mechi ambayo wamecheza ya mtoano hapa, imekuwa yani ukiangalia timu ambao wamecheza nayo na timu ambazo wanaenda kucheza kwenye group stage, utofauti ni mkubwa sana. Yani zile timu za kwenye group stage ni timu nzuri kuliko Gaborone. Umeelewa? Stade Malien, Petro pamoja na Esperance, hizi ni timu bora kuliko Gaborone kwenye makaratasi. Kwa hiyo kama uliweza kuingia hatua group stage kwa shida kwa Gaborone, why uwadharau Esperance, uwadharau Stade Malien, uwadharau Petro? Kwa hiyo hata Simba wenyewe wasiingie na confidence kubwa hivyo, kwa sababu wao wenyewe bado timu yao haijakaa sawa. Yaani unajua hata Simba wenyewe bado wanajitafuta. Bado wanajitafuta wachezaji. Bado meneja Pantev na yeye anatafuta timu. Unaelewa, bado yani Simba bado haija-click. 11 bado haijapatikana. Yani Simba bado haija-click kusema kwamba kuanza sasa kusema bwana hapa Simba tayari wanapiga tu, no, bado hata Simba wenyewe Pantev hajaipata timu. Kwa hiyo ni mechi ambazo Simba inatakiwa wafanye kazi kubwa bila kudharau, na Simba katika vitu ambavyo wana bahati mbaya sana ni mechi za kudharau. Yaani mechi nyingi Simba ambazo wanachukuliaga simple za kudharau ndio zinazokuwa ngumu. Hata Gaborone waliwadharau, mechi imekuwa ngumu, au sijui akina Joaleng wote hao ambao waliweza kuwatoa jasho, ni mechi zote za kudharau. Umeelewa? Lakini zile mechi ambazo Simba huaga wadharau ndio nyingi huaga wanafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kwangu ni group jepesi kwa kulitazama, lakini ni group gumu ukiingia kwenye pitch. Hakuna timu pale ngeni, timu zile zote zile ni timu nzuri na timu kali. Kwa hiyo tu Simba wanatakiwa kufanya awe serious, waweke mikakati yao vizuri, basi wanaweza kupata matokeo. Ila wakiingia hivyo kwa dharau kama unavyosema, wanaweza ukajikuta wanalia au wanaangukia pua. Shukrani sana. Nashukuru.